Kumekuwa na video nyingi ambazo zimekuwa kwa mitandao na nafikiri mmeziona, kwa sababu Waislamu kwa sasa wanabadilisha mbinu. Sasa wameacha mambo ya kufanya mikutano ya hadhara. Wengi wameanza kwenda wakivamia watu. Wakipata watu wameketi mahali, mama wanauza mboga, wanaingia pale na kuanza kuwapotosha na kuchanganya akili zao kupitia kwa Biblia. Na unajua hii iko na hatari kubwa, kwa sababu wengi si wasomi wa Biblia. Kwa hivyo wanapokuja tu watu wanaanza kuchanganyikiwa, wanatoka katika msingi wa Biblia. Unapata kwamba watu wameingia katika imani ambayo sio ya kweli. Maana imani ya Uislamu sio imani ya Mungu. Hiyo ni imani feki ambayo ilianzishwa na Nabii Muhammad. Lakini sasa kuna video moja ambayo nimeiona, ambayo Waislamu wanafundisha, wanasema Ukatoliki ni ukafiri. Sasa kwa kusema Ukatoliki ni ukafiri, na mimi nikaona ni vizuri nipate kufumbua jambo hili. Niwaonyesheni kwamba Uislamu na Ukatoliki ni kitu hiki kimoja. Yaani Katoliki, kanisa Katoliki ndio limezaa Uislamu. Na nataka nionyeshe kwa vigezo vitu viwili ama vitatu tu, kisha niweze kukuachia pale mwenyewe ufikirie, ufanye uamuzi katika mawazo yako. Kama utaendelea kwenda kwa hiyo imani, nitakuwa ni shauri yako. Nataka nikuonyeshe mambo manne ambayo yanaonyesha kwamba Uislamu na Ukatoliki ni kitu kimoja, ama Katoliki ndio mama, ndio mwanzilishi wa dini ya Kiislamu. Naanza na vitu vinne. Jambo la kwanza ambalo Uislamu na Ukatoliki inaonyesha ni kitu kimoja, na uwezi ukapinga. Maana najua kuna watu wengi wanaangalia, hata mashehe najua mnaangalia, na mna ruhusa ya kuchallenge na kuuliza na kufanya lolote lile ambalo mtaweza kuonyesha ama kudisapprove jambo ambalo nazungumza. Kitu cha kwanza, imani ya Uislamu na imani ya Katoliki wanatumia katika ibada zao, wanatumia rozari. Yaani Katoliki inatumia rozari na Uislamu unatumia tasbihi. Rozari na tasbihi ni kitu kimoja. Sasa mmoja atasema hapana, tasbihi haina msalaba, rozari ina msalaba. Lakini nataka uelewe jambo, madhumuni ya tasbihi na madhumuni ya rozari ni hii moja. Wanasema Waislamu kwamba inawasaidia katika kukariri sala zao. Yaani kama mfano unasema Allah 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 Allah, unahesabu tule to beats. Ama unaweza sema Ar-Razak 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 Ar-Razak. Ndio sababu utaona wazee wa Kiislamu kitembea katika sehemu kubwa ambayo kuna Waislamu, utapata ako na kale ka kitu. Hata muongei, hata yakifanya shughuli zake ako pale anazungusha mdomo. Kuna maneno ambayo anayatamka Allah 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 Allah, ama Ar-Razak 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 Ar-Razak. Yaani vitu ambavyo haviingia akilini. Unashindwa, unahitaji kitu kikuongoze katika ibada ama katika sala. Ukifanya ibada si unapiga magoti, unamlilia Mungu na anakusikia. Lakini hawa lazima waongozwe na hicho kitu. Katoliki anaongozwa na rozari, Muislamu anaongozwa na tasbihi. Hiyo ni kitu cha kwanza kuonyesha kwamba Ukatoliki ndio umezaa Uislamu. Na ukiangalia utafahamu, kusoma vitabu vyao. Soma kitabu kinaitwa Wakeze Mtume, Wakubwa na Wanawe. Inazungumza kwamba Waraka bin Naufal alikuwa ni padri wa kanisa la Katoliki, na ndiye alimwambia Mtume Muhammad, jibashirie kwamba wewe ni mtume. Yaani mama akazaa mtoto. Katoliki ndio mama ya Muislamu. Jambo la pili, imani hizi mbili zinatumia lugha ya kigeni katika kufanya ibada. Kivipi? Kanisa Katoliki linatumia lugha ya Kilatini kufanya ibada zao. Wanaongea lugha ambayo tuwezi ukaelewa ni gani, uwezi ukaelewa anasema kitu gani. Lugha ya Kilatini, wanatumia Latin kufanya ibada zao. Vile vile imani ya Kiislamu inatumia lugha ya kigeni, Kiarabu, kufanya ibada zao. Ndio utapata watu wanajipatia shida tu. Mtu ni Mturukana, lakini akiingia kwa imani ya Kiislamu lazima aende asome Kiarabu ili ibada yake isikike kwa Mwenyezi Mungu. Yaani akiomba kwa Kiturukana hawezi akasikizwa. Unapata mtu ni Kisii lazima ajifunze Kiarabu. Mtu ni Mkale lazima ajifunze Kiarabu. Mtu sijui ni Masai lazima ajifunze Kiarabu. Wanatumia lugha ya kigeni katika kufanya ibada zao. Hii ni kuonyesha nini? Kanisa Katoliki ndiye mama wa Uislamu. Huwezi ukapinga lugha ya kigeni. Jambo la tatu, imani hizi mbili zinafanya ibada zao
kwa kukariri maneno. Ukiangalia lugha ya Kiarabu, imani ya Katoliki, wanakariri sala zao ni kama zimepangwa. Kwa sababu utaona hata akienda kuomba, hata akiambiwa afanye ibada katika sehemu ambazo ziko na watu wakubwa, lazima aandike chini. Kwa sababu gani? Hana uhakika na kitu ambacho anakizungumzia. Kwa hivyo anakariri ibada yake, na ndio itakaririwa Januari mpaka Disemba kwa kukariri. Vile vile imani ya Kiislamu, wanapofanya ibada, wanafanya ibada zao kwa kukariri. Utasikia swala wanasema wanaomba sana, lakini si kuomba. Hiyo ni kukariri tu. Maana asubuhi umeamka saa 11 umekariri Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahman rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asubuhi umefanya hivyo, umepiga swala. Umefika saa 6 adhuhuri, umepiga swala, bado ni ile suratul Fatiha. Umefika alasiri, unapiga tu hiyo. Umefika magharibi, ni hiyo kukariri tu hiyo. Imefika ishai, swala 5 kwa siku, unakariri hicho kitu kimoja. Hakuna ibada iko pale, huo ni mzaa. Hakuna ibada iko pale. Kwa hivyo anakariri kama vile mama yake anavyokariri. Katoliki ibada yake ni ya kukariri, Muislamu ibada yake ni ya kukariri maneno tu. Hata unajua watu ukienda utasikia ati ni watu wa bidii sana wanafanya ibada zao. Hata Katoliki wanafanya hivyo. Ikifika saa 6 mtu heri asiende kula lunch, lakini anakimbia kanisani, aweke tu, akishapiga msalaba basi anakaa pale afanye ibada yake. Na ibada gani? Ibada yake ni gani? Nafadi siji inaitwa ibada ya rosari, ibada ya nini? Kukariri tu, kukariri. Uislamu pia ni hivyo wanaofanya. Jambo la 4 ambalo nitamalizia, imani hizi mbili zinamtukuza Mariamu kuliko kitu kingine chote. Kwa sababu ukiangalia imani ya Katoliki, wanasema salamu Maria, Bwana yunawe, umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amin. Hiyo sala ni ya uongo. Kwa sababu gani? Maria hajajaa neema. Kulingana na maandiko, aliyejaa neema ni Yesu. Kusoma Yohana 1:14 nasema, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo kulingana na maandiko, aliyejaa neema ni Yesu, sio Maria. Kwa hiyo Maria ametukuzwa kuliko hata Yesu. Maria ametukuzwa kuliko hata Mungu. Kwa sababu unaona wanasema Maria utuombee. Maria aweze katuombea. Na wanasema Maria umebarikiwa kuliko wanawake, kinyume na maandiko. Maandiko yanasema aje? Ukisoma Luka 1:41 inasema, Elizabeth alipomwona Maria akija kwake, akapaza sauti yake akamwambia, umebarikiwa wewe katika wanawake, sio kuliko wanawake. Biblia inasema Maria amebarikiwa katika wanawake. Kanisa Katoliki wanasema Maria amebarikiwa kuliko wanawake. Swali, na Muislamu naye anasema aje? Nasoma Qur'ani, sura yake ni 3, inaitwa Suratul Imran. Naweka hii, alafu nikupatie nafasi ya kuchangia na kuuliza maswali katika ile ambao utaona haijaenda vizuri. Qur'ani inasema, sura ya 3 Al-Imran aya 42 nasema, nakumbuka malaika waliposema, ewe Maryam, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua na kukutakasa na kukutukuza kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Yani vile mama anavyozungumza ndivyo binti yake anavyozungumza, ambaye ni Muislamu. Kwa hivyo imani hizi mbili ni imani moja. Moja ni mama mwingine. Nataka nisome andiko moja tunapomalizia upate kuelewa tunazungumzia kitu gani. Angalia kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 16 aya yake ni 44. Inasema aje? Nasema hivi, tazama kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake, like mother like daughter. Mama anafanya ibada ya rozari, msichana wake Muislamu anafanya ibada ya rozari. Mama ibada yake anafanya kwa lugha ya kigeni, msichana wake anafanya ibada kwa lugha ya kigeni. Mama anatumia ibada ya kukariri, msichana wake Muislamu anafanya ibada ya kukariri. Mama Katoliki anatukuza Maria na kumtakasa kuliko wanawake wengine wote ulimwengu. Msichana wake Muislamu anasema Maria ametakaswa na kutukuzwa kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Kanisa Katoliki ndiye mama wa Uislamu. Fanya uamuzi. Utabaki huko ama utamwangalia Mungu?
Maana ukibaki katika